msikilizaji wangu wa redio, kipindi cha Safari ya Imani, na ni wakati mwingine tena mzuri ambao Bwana ametupa kukuletea kipindi cha Safari ya Imani. Na hapa redioni ni mtumishi wako, ndugu yako, rafiki yako, mchungaji Vincent Malenda, kukuletea kipindi cha Safari ya Imani. Na niseme tu kabisa, kipindi kinaandaliwa na kanisa la Calvary Assemblies of God Macedonia Mission Center, kanisa linalopatikana Kisasa C Center. Ni Kisasa C Center karibu na shule ya zamani ya Doreta, lakini pia hapo kuna makanisa mawili. Hapo ndipo tupo, ni njia panda kabisa ya barabara ya lami. Niseme tena tu kwamba ni neema iliyoje kuleta kipindi cha Safari ya Imani. Kwa hiyo twende pamoja na tubarikiwe pamoja kwa utukufu wa Mungu. Kabla sijaendelea, ni heshima yangu kuletea kwako waimbaji wetu wanaopatikana kwenye kanisa hili la Calvary Assemblies of God Macedonia hapo Kisasa. Hii ni kwaya ya Macedonia Voice, iweze kutuletea wimbo angalao kwa ufupi sana tuweze kubarikiwa. Maana upatapo nafasi pengine kesho Jumapili kufika, basi itakuwa ni fursa yako kukutana kwaya hii ambayo itatuanzishia kipindi chetu kwa kutuletea wimbo adhimu sana. Ndio msikilizaji wangu, kipindi hewani ni kipindi cha Safari ya Imani na mchungaji rafiki yako, ndugu yako, mchungaji Vincent Malenda. Na wakati huu na majira haya tena, tunamshukuru Mungu kwa kutupa nafasi na kibali ni muendelezo wa kipindi hichi. Na niseme tu kwamba somo letu katika Jumamosi hii ya leo tutakuwa tukijifunza kwa habari ya kuokolewa kutoka gizani. Kuokolewa kutoka gizani. Hebu tumuombe Mungu alafu tuendelee. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Mungu wetu, Mungu mwenye nguvu. Asante kwa kutupa nafasi na kibali Jumamosi hii njema yenye kibali mbele za uso wako, tuweze kujifunza neno lako la uzima. Neno lako ni uponyaji, neno lako ni uzima na ni afya na ni mafanikio na ni baraka. Hivyo nakusihi Mfalme, uwe pamoja nasi katika mafundisho haya. Nitumie nikiwa chombo chako Bwana, katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amina. Basi baada ya maombi hayo, nikukumbushe tena tu ujumbe wetu ili tuendelee vizuri, kwamba tutajifunza kwa habari ya kuokolewa kutoka gizani. Kuokolewa kutoka gizani. Pendwa msikilizaji wangu, ni vyema ukaelewa kwamba mwanadamu yoyote kabla hajampokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, huyu mwanadamu anakuwa yu gizani, anaishi katika giza, tena giza kubwa, giza totolo. Hivyo anahitaji msaada wa Yesu Kristo ili aondolewe kutoka gizani na kuja nuruni. Hivyo mimi nehubiri mahali hapa, hapo kale, hapo kwanza nalikuwa gizani, lakini kupitia Kristo nikaokolewa kutoka gizani na kuja kwenye nuru. Na napokuwa nikisema haya, lazima ifahamike kwamba kuitwa Mkristo sio hiyo ndio pekee inatosha mtu kuwa kwenye nuru. Hapana. Lakini pia kuitwa mwanadini hiyo haitoshi. Lazima umpokee Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Baada ya kufanya hivyo, sasa Kristo ndio ambaye anakutoa kutoka gizani na kukuleta sasa kwenye nuru. Ninaomba tusome maandiko
itusaidie sana. Tusome maandiko. Tusoma kitabu kile cha Wakolosai. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 13. Kolosai sura ya kwanza mstari wa 13 hadi wa 14. Na nitasoma kwa jina la Bwana. Kolosai sura ya kwanza 13 hadi 14. Na Mungu inasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani masamaha ya dhambi. Haya ndio ambayo nilikuwa nikiyazungumzia hapa, mpendwa msikilizaji wangu, kwamba kabla haujaokoka, moja kwa moja unakuwa katika nguvu za giza. Kwa hiyo Kristo unapomwamini na kuokoka, unatolewa kwenye lile kongwa la nguvu za giza. Bwana msikilizaji wangu, lazima tukubaliane, lazima uelewe, kabla ya kuokoka unakuwa chini ya shetani. Na shetani sasa, au kwa shetani sasa, huko ndiko kuna mapepo, huko ndiko kuna majini, huko ndiko kuna maluhani, huko ndiko kuna mahangaiko, huko ndiko nguvu ya dhambi inafanya kazi, tena kwa kiasi cha juu sana. Sikia, ngoja nikwambie. Maandiko yanasema, tazama umekuwa mtumwa wa dhambi. Hata kama ukitaka kuacha dhambi, huwezi. Kwa nini? Kwa sababu ya ile nguvu iliyo nyuma yako, yani nguvu ya shetani. Shetani anatumikisha watu kama atakavyo mwenyewe. Wakati fulani kuna jambo hutaki, lakini kwa kuwa uko chini ya shetani lazima ufanye. Kuna kitu ni kibaya, lakini unafanya. Wako watu wanafanya mambo huku wanalia, anafanya dhambi huku wanalia, kwa sababu moyo wake hautaki, lakini hata kama hataki lazima afanye. Ndivyo ilivyo sheria ya utumwa. Ukishakuwa mtumwa, huwezi kujiamulia jambo lako. Utafanya jambo la bwana wako, jambo la bosi wako. Unapong'ang'ana kwa shetani, unapong'ang'ana bila kuokoka, unapong'ang'ana kuishi maisha ya kawaida, maana yake unataka shetani akuongoze kama atakavyo. Akuongoze na mapepo yake, akuongoze na majini yake, akuongoze na uchawi wake, akuongoze na balaa zake. Maana maandiko yanasema kazi ya shetani sio tu kuharibu, lakini anaua na kuchinja kabisa. Ndiyo, anachinja na kuua kabisa. Pendwa msikilizaji wangu, lazima ujipime katika maeneo hayo. Uangalie maisha yako, angalia mambo unayoyapitia. Nafahamu kuna wakati tunaweza tukaumwa magonjwa ya kawaida, lakini kuna wakati kwa sababu ya uharibifu wa shetani unaweza ukashangaa gonjwa fulani limekuzidi. Unakwenda hospitali, lakini hospitali hawaoni kitu. Unajaribu kutumia dawa, lakini halisikii. Na hapo unasema labda maombi. Sasa sikia, kabla ya kuanza maombi, lazima ujue uko kizani, kwenye giza totolo la mwovu ibilisi, na unatumikishwa hata kama hautaki. Unatumikishwa hata kama haupendi, unatumikishwa. Ni heri leo ukaamua ukampokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Utangaze neema ya msamaha wa dhambi, utangaze neema hii ya kukombolewa mbali ya vifungo vya shetani, mbali ya vifungo vya mapepo, mbali ya vifungo vya majini, mbali ya vifungo vya mikasa, mikosi na mabalaa. Pendwa msikilizaji, kama unasikia pote pale ulipo, tafadhali una maamuzi, tena maamuzi sahihi. Tuliposoma hapa mstari wa 15, mstari wa 14, mstari wa 14 unasema kwamba ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani masamaha ya dhambi zetu. Katika yeye. Nani huyu? Ni Yesu Kristo. Katika Kristo tunapata masamaha ya dhambi zetu. Sikia nikwambie, na ndio kuna andiko linasema kwamba akuponya magonjwa yako yote na kusamehe dhambi zako. Kwa hiyo kuna wakati tunaposamehewa dhambi, tunapona rohoni, lakini pia tuishi kupona rohoni, tunakuja kupona na mwilini pia.
Maana watu wanatafsiri kwamba magonjwa mwilini ndiyo mabaya. Hawajui kwamba dhambi ni ugonjwa mbaya kuliko hata ugonjwa mwilini, kuliko hata upele, kuliko hata malaria, kuliko hata kifadulo, kuliko hata ukimwi. Ndiyo, dhambi ni ugonjwa mbaya kuliko kawaida yake. Na ndio maana nataka nikwambie katika siku hii ya leo, Jumamosi njema, kwamba tambua kitu kimoja: ukimkimbilia Yesu ukaokoka, utabadilishwa. Maana tunasema tutabadilishwa tufanane naye katika uzuri wake, katika utakatifu wake, katika maisha yake na katika upako wake. Mpendwa unanisikiliza, ilikuwa ni heri leo ukafanya maamuzi, ukaamua kuokoka. Kuokoka sio dini. Wokovu ni maisha baki ya mtu kuamua kutubu dhambi na kumlingana Kristo na kumpa nafasi Kristo na kuyakabidhi maisha yako kwa Kristo. Full stop. Wengi wanafikiri wokovu pengine ni ile hali ya kutoka dhehebu moja kwenda dhehebu lingine. Hapana, sio kweli. Wokovu ni Yesu peke yake aingie ndani ya moyo wako, asamehe madhambi yako, akutakase, akusafishe, akuhuishe, akubadilishe, uwe kiumbe kipya. Maandiko yanasema itakuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama ni mapya. Ya kale yamepita ni yapi sasa? Ni haya: mapepo yanakuachia, majini yanakuachia, ndiyo, maroho yote machafu yanakuachia, dhambi zinakuachia. Kwa nini? Zinafutwa pale mara moja, zinaachia, zinaondoka. Unakuwa kiumbe kipya, ya kale yanapita. Unakuwa umekombolewa mbali na nguvu za giza, umekombolewa mbali na mashetani, umekombolewa mbali na uchawi, umekombolewa mbali na majini, umekombolewa mbali na vifungo vya moyo wa ibilisi. Kwa hiyo tukiwa tunahubiri wokovu, hatuhubiri dini. Tunahubiri habari ya masamaha ya dhambi, habari ya mtu kutoka gizani, habari ya ukombozi mbali na vifungo vya shetani. Mwanamke, ni wakati wako kukombolewa na Yesu Kristo. Mwanaume, ni wakati wako kukombolewa na Yesu Kristo. Dada, ni wakati kukombolewa na Yesu Kristo. Neema ingaliko. Ndugu yangu, sikia sauti hii pote pale ulipo. Kimbilia Yesu kwa sauti ya upole na upendo. Yesu anasema katika maandiko, njoni kwangu msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu mjifunze kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Ukiwa kwa Yesu hakuna karaha. Ukiwa kwa Yesu hakuna shida. Mzigo wa Yesu ni mwepesi. Na ndio maana tunaunguruma tukihubiri injili takatifu. Kwa nini? Tuna mzigo mwepesi, mzigo wa neema, mzigo wa upako wa kupeleka injili katika vizazi na vizazi, ndani ya Tanzania hata nje ya Tanzania. Na ndio maana kutangazia mama unayesikiliza, unaweza kufika wakati ukakata tamaa kwa ajili ya ndoa yako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya ajira yako. Lakini ni hivi, ukiamua kumkimbilia Yesu, ile mizigo ya mashetani, ile mizigo mizito anaitosha, anakuachilia mzigo mwepesi, mzigo wa karama, mzigo wa vipawa, mzigo wa upako, mzigo wa huduma, mzigo wa injili takatifu ya Yesu. Unahubiri huku unatiwa nguvu ya Bwana, ukitengeneza taji ya mbinguni. Na hapo unasema kwamba hayo ndiyo mambo ambayo yako huku kwa Yesu. Katika wakati una masaa haya, ninakualika mpendwa, popote unaponisikiliza, ni eneo lipi hilo, kama ni kijijini au pengine ni mjini, hii ni sauti kwa ajili yako. Ikije ikipita kwa ajili ya moyo wako, kwa ajili ya dhambi inayokutesa. Kuna mtu aliwaza akasema, nifanye nini? Maana ilikuwa ni ngumu kwake. Anasema, nifanye nini niweze kuokoka? Akasema kwamba muamini Yesu Kristo nawe utaokoka na familia yako. Ndiyo, hivyo hivyo. Na hata napohubiri nasikia rohoni mwangu, yumkini kuna mtu mmoja anayesema, mchungaji, ni kweli mwenzako na mzigo mzito, nani wa kunitua? Nilitamani kuacha pombi lakini siwezi kuacha.
nilitamani kuacha sigara, lakini siwezi kuacha. Mchungaji, nitafanyaje? Sikiliza, wewe ambao unajiuliza mawazo hapa na hayo na maswali hayo. Yesu Kristo ndio mwenye uwezo pekee wa kufanya wewe ukaacha pombe, ya kufanya wewe ukaacha sigara. Inawezekana. Yaliyo magumu kwa wanadamu, kwa Yesu yanawezekana. Ilikuwa ni heri leo ukaamua kugeuka. Ilikuwa ni heri leo ukamkimbilia. Ndio, waliomkimbilia hawakuaibika. Nilipoamua kumkimbilia, ni miaka mingi sasa, sijaibika. Nimemwona akinitetea, nimemwona akiniponya, nimemwona akinisaidia, nimemwona akitembea na mimi, nimemwona akinibariki. Kwa nini? Yeye ni mwaminifu zaidi ya kitu chochote katika dunia hii. Na ndio maana ujasiri wa kuhubiri katika redio hii kwamba mwanamke unanisikiliza, mkimbilie Yesu leo. Mkimbilie Yesu leo, akutoe gizani, akupeleke nuruni kwa jina lake. Ndio, baba nisikilize, mkimbilie Yesu leo, akusaidie, akutoe gizani, akulete nuruni. Wenzako tuko nuruni, wenzako katika nuru hii. Tunamtukuza Bwana. Kwa nini? Kwa sababu shetani hana nguvu kwetu, mapepo hayana nguvu kwetu, wachawi hawana nguvu kwetu, wawanga hawana nguvu kwetu, mikasa haina nguvu kwetu, mikosi haina nguvu kwetu. Inaweza kujaribu lakini haiwezi kushinda. Tamani kusomea andiko lingine tena, na some lile andiko la Waefeso sura ya 2 na mstari wa 2. Waefeso sura ile ya 2 na mstari wa 2. Soma wa 2 mpaka wa 4. Efeso sura ya 2 mstari wa 2, na naomba niende mpaka mstari wa 4. Neno la Mungu linasema ya kwamba ambazo mliziendea zamani kwa kuzifuata kawaida ya ulimwengu huu. Naomba nirudie mstari vizuri kabisa. Ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Yani hapo zamani hawa Waefeso kabla ya kumpokea Kristo waliweza kuishi maisha ya kufuata mfalme wa giza hili, yani ambaye ni shetani. Alafu hapa maandiko yanasema kwamba sio tu mfalme wa giza, lakini mwana wa kuasi. Unaona, mwana wa kuasi, yani shetani ni mwana wa kuasi, lakini pia ni mfalme wa giza hili. Yani hapa duniani, katika giza, katika uchafu, katika mateso, katika mahangaiko, yeye ndio mfalme wa hayo mambo yote mabaya ya namna hiyo. Lakini hivyo hivyo katika mazingira hayo bado mwanadamu anang'ang'ania huko kwenye mwozo huko, kwenye giza huko, kwa huyu muasi huyu huko. Mwanadamu anasema tunang'ang'ania huko, anakaa huko. Mwanadamu, kwa nini huelewi? Ni kwa nini huelewi? Fike wakati uelewe, ndugu yangu. Jaribu kupima maisha yako, tazame. Ni kweli unaenda kanisani? Ndio. Ni kweli unatoa sadaka? Ndio. Ni kweli una cheo? Ndio. Lakini je, pamoja na kwenda kanisani, pamoja na cheo chako, dini ni ya mama yako, ni ya baba yako, umeirithi vizuri. Je, una Yesu ndani ya moyo wako? Sikia nikwambie, Ukristo ni maisha, ni uhalisia. Kitabu cha Matendo kinasema waliitwa Wakristo hapo kwanza hapo Antiokia. Kwa nini? Kwa sababu maisha yao yalifanana na Yesu Kristo. Wakasema hawa ni Wakristo kwa maisha yao na matendo yao. Maisha yao yalijaa upako, maisha yao yalijaa nguvu, ishara na miujiza. Walitembea katika ujasiri. Shetani, mchawi, muanga, jini, pepo hawakuweza kuguswa na vitu hivi. Hivyo kwa sababu hiyo ndio ilikuwa desturi, tabia ya Yesu, ikabidi watu wa jamii ile wakawaita wale watu wa Kristo. Lakini leo unapoitwa Mkristo, una vinasaba vya Kristo ndani yako. Viko vinasaba, unafanana na Kristo. Je, Kristo alikuwa mlevi kama unavyolewa wewe? Je, Kristo alikuwa na tabia hizo ambazo unaendesha wewe? Hapana. Sikia, injili hii inakuja kukutoa gizani. Na ndiyo kazi ya mchungaji, kunyoosha kondoo asipotee, kondoo asiingie kwenye uharibifu, aje kuzuri. Na mimi Bwana ameniita katika bonde hili hapa Dodoma mjini kwa ajili ya kazi hiyo tu, kwamba upatapo nafasi ya kunisikiliza useme hapana, siriziki na Ukristo huu.
siriziki na kwenda kanisani peke yake, siriziki na kuitwa jina la Yohana, Petro, Zebedayo, sijui na Elia, sijui Lukas, nani, siriziki. Jamani, maandiko yanasema Mungu ni roho na wamwabuduo imewapasa wamwabudu katika roho na kweli. Maandiko yanasema zamani hizo wa Efeso waliishi kwa kupitia chini ya mfalme wa giza, lakini huyu ambaye alikuwa ndio mkuu wa uasi. Hata mimi niliishi hivyo, lakini nimebadilishwa, nimetoka sasa. Umebaki wewe unanisikiliza. Ilikuwa ni heri leo na ukaamua kutoka. Na kama unapata shida na ujumbe huu, namba yangu nitaitaja hapa mwishoni. Usiogope, piga simu. Sema, mchungaji nifundishe zaidi baba, nielekeze zaidi baba, niko gizani. Mtu akiwa gizani haoni. Hata hapa napohubiri wengine hawanielewi. Kwa nini? Upo gizani. Gizani huwezi kujua, ni mpaka upate neema. Na hata napohubiri hivi, wako watu wachache watapata neema, watanielewa, watanipigia simu ili niwaelekeze zaidi. Kuna namna yako maisha ambayo ukiwa gizani huwezi kuona. Sikiliza, kwenye mazingira ya kiroho ukiwa gizani huwezi kutambua vitu vya kiroho. Kuna wakati Yesu akasema, wanafunzi wakasema kwa Yesu, mbona kila ukiwa kwa watu nasema kwa mifano? Akasema, nyinyi mmepewa siri ya kuelewa, lakini hawa sasa nasema ili wakitafuta wasione wala wasielewe. Ni shauku ya moyo wangu napohubiri namna hii, Bwana akufungulie macho. Usibaki kwenda kanisani, usibaki tu kuimba kwaya, usibaki ngania cheo chako, cheo kile kanisani alafu hujaokoka. Usibaki hivyo. Hebu fika wakati, tamani kumpokea Yesu, tamani kuokoka, tamani kubadilika, tamani kutoka gizani na kuja nuruni. Inawezekana. Fashion sasa hivi ni watu kuokoka. Sasa hivi wanasiasa wanaokoka, viongozi wa serikali wanaokoka, mawaziri wanaokoka, wabunge wanaokoka, wakurugenzi katika wizara wanaokoka, wakuu wa idara wanaokoka, wanampokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha. Ni umebaki wewe peke yako. Wafanya biashara wanaokoka. Kila mtu kwa nafasi yake. Mungu ana upendeleo. Haangalii kwamba una cheo hauna cheo, una kazi hauna kazi. Yesu anakuja kutafuta na kwa kilichopotea. Kianza na wewe mwenyewe. Mama unanisikiliza, baba unanisikiliza, utatinda dhambi mpaka lini? Alafu unajificha, alafu unaambia kanisani tuko pamoja, unatoa na michango, unapoteza pesa yako. Ilikuwa ni muhimu kubadilika leo. Sikiliza, kuna changamoto ambayo imeshika dunia ya watu kurithi dini au dhehebu. Hilo ni kosa la kiufundi. Jamani, Mungu ni wa mtu. Na ndio maana ni hivi, lazima uelewe leo. Sio lazima kwenda kusali kanisa la baba yako na mama yako, ila una sababu ya kwenda kusali sehemu ambayo unaongozwa na Mungu kwenda kusali, kwa sababu hapo ndipo sehemu ambayo Mungu amekupanda au amekuwekea kwa ajili ya roho yako. Wewe usilazimishe. Kama ni hapo kwa baba na mama, na hapo ndipo ambapo wewe unamuona Yesu na umeokoka na umeacha dhambi, endelea. Lakini kama sio, lazima uweze kupiga simu kwa watu wa Mungu. Namba yangu nitaiweka hapo. Piga simu, nikupe mafundisho, nikuelekeze. Na hatuko mbali, tuko Kisasa hapo. Kisasa si center. Pale kwenye mzunguko, kwenye makutano ya barabara, kanisa limewekwa pale la bloku kubwa, limepauliwa. Hapo tupo. Ndio, fika pale tukae. Sio lazima iwe Jumapili, njoo na siku yote. Piga simu tuonane. Alafu nipe maswali yako, nami nitafungua katika maandiko takatifu, alafu nitamuomba Mungu, nitakujibu pale pale. Ikusaidie. Unajua ngoja nikwambie, kanisa lipo duniani ili liwe msaada. Msaada kwa wanadamu walio gizani, msaada kwa serikali iliyo madarakani, msaada kwa jamii yenye mateso, maumivu, watu hawalali, wanaumizana, wanapigana mapanga, wananyanyasana, umbea, maumivu, uwizi na kadhalika. Kanisa lipo liwe faida. Lakini na bahati mbaya kanisa halifanyi hilo. Linapamba, linawaambia watu, toa tukupe gari, tukupe shamba, tukupe gorofa, utapata gari 2, utaenda Marekani. Sikiliza, hiyo ni injili mbaya ya kishetani.
kanisani. Injili ya kweli ni hii, watu kuokoka, kuacha dhambi ili nchi yetu ikae kwa amani. Watu kuokoka, kuacha dhambi ili serikali iende bila shida. Watu kuokoka, kuacha dhambi ili kanisa liendelee mbele, injili ya kweli iende bila bla bla. Pendo unanisikiliza popote pale ulipo, Yesu alifanya kazi kubwa sana msalabani, kazi nzito. Naomba tuangalie kitabu kile cha Wakolosai sura hiyo ya pili. Wakolosai sura ya pili, taanza na mstari ule wa Wakolosai sura ya pili mstari wa 15. Wakolosai sura ya pili mstari wa 15, na nitasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Andiko linasema, akisha kuzivua enzi na mamlaka, akazifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba wake. Yani Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu, Yesu alikuwa ni Mungu kweli kweli. Lakini maandiko hapa yanasema akaziacha zile enzi, heshima na mamlaka, vyote akaviacha. Lakini akajikuta yuko msalabani, heshima yake yote akaifanya kama si kitu. Na baada ya hapo kwa mkogo akagongomelewa, na hapo akatupata sisi, tukaokoka sisi. Kwa hiyo kuna kazi ambayo Yesu ameifanya kwa ajili ya kila mmoja duniani. Haijalishi ni wa dini ipi, haijalishi ni wa kabila lipi, haijalishi ni majinsia ipi, mwanaume au mwanamke, haijalishi. Lakini kazi ya Calvary, kwa amani kubwa katikati ya mateso, Yesu anaweka amani kwamba tayari ameupata ulimwengu uliopotea. Amewapata watu walio gizani, wanatoka gizani wanakuja nuruni. Mwanadamu unayesikiliza, ikiwa kama umeokoka, baki kwenye njia ya wokovu, tange usiyumbe. Lakini kama hujaokoka, unaenda kazi unatendeleza, bado nafasi ingaliko sasa. Usije ukasema hatukuambia. Nataka nikwambie hivi, hii ni sauti inayokuja kutoka Roho Mtakatifu kwako kwa ajili ya kubadilika na kuamua maamuzi fafaa ya kutoka gizani. Tazama, maandiko yanasema umekuwa mtumwa wa dhambi. Utumwa wa dhambi ni mbaya, una hasara. Kwa muda ambao umeishi katika dhambi, kama uko ndani ya Yesu, pengine uko tajiri mkubwa sana. Kwa muda ambao umeishi katika dhambi, ungekuwa ndani ya Yesu, pengine ungesaidia wengi kuokoka na kumjua Yesu. Na hata ungesaidia Tanzania ikawa na amani kubwa sana. Lakini unapokuwa mtumwa wa dhambi, maana yake unafanyishwa mambo ambayo wakati mwingine hauyataki. Baba unayenisikiliza, huu ni wakati wako. Baba, huu ni wakati wako. Geuka kwa jina la Yesu. Pokee Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako leo katika muda huu. Nawe utaona mabadiliko makuu yatakayoshuka katika maisha yako, na utamtukuza Bwana kwa uweza wake, kwa nguvu zake, kwa ukuu wake na kwa upendo wake. Na kushukuru sana kunisikiliza. Basi muda huu na wakati huu sasa, yumkini pengine yuko mtu ambaye anasema, mchungaji, mimi nimesikia na sasa niko tayari kumpokea Kristo akiwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaomba mchungaji nisaidie. Ninaomba wewe ambao uko tayari, basi utafunika macho yako, lakini hapo hapo ulipo karibu na redio yako, weka mkono wako mmoja kwenye moyo wako. Hiyo redio ukiwa unasikiliza hivyo, weka mkono kwenye moyo wako, alafu funika macho yako. Uwe na amani kabisa. Alafu sasa nitakuongoza sala ya toba, sala ya kuokoka. Sawa Haya, wakati nikisema na utakuwa unasema. Utasema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu zote nilizofanya. Nimesikia neno lako. Ninakupokea Kristo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Andika upya jina langu katika kitabu cha uzima. Nakupokea Yesu kuanzia leo. Kaa ndani ya maisha yangu. Niongoze, unipiganie, unitie nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Ninamkataa shetani na kazi zake zote, tangu sasa na hata milele. Nikutumikie Yesu. Amen. Kwa umeshika mkono hivyo katika moyo wako, na naenda kuombea sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mtumishi wako amekukimbilia wewe. Kama neno lako lisemavyo, itakuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita,
tazama ni mapya. Hivyo na muda huu na wakati huu sasa, natangaza kwa mamlaka ya Yesu Kristo, ya kale yamepita, tazama ni mapya. Tangu sasa na kwenda kinyume na mikosi, mikasa, mabalaa, roho za dhambi, vivutio, shauku na kiu za dhambi, na zikata tangu sasa kwa jina la Yesu Kristo. Magonjwa ya kila aina, maroho machafu ya kurithi, ya mababu na mabibi na mizimu, na kata na kuharibu, akawe mzima kuanzia utosi hadi unyayo. Neema na baraka za Bwana zikashuke. Ninaachilia neema ya Mungu, ninaachilia uwezo wa Bwana. Tangu sasa natamka neema, baraka na mafanikio. Bwana akuponya, kuhuishe, mipango yako ikaende, mambo yako yakaende. Bwana akupe uhitaji wa moyo wako kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Amina. Basi naomba nikuletee matangazo machache. Tangazo la kwanza ni kwamba wewe uliookoka, hebu jitahidi kwa kadri uwezavyo, popote pale ulipo. Kama ni kijijini, basi wa kijijini tafuta kanisa ambalo linakiri wokovu. Nenda pale, kawaambie wewe umeokoka, ili wakulee katika wokovu. Wakulee. Hilo kanisa ni kwa ajili wewe ukalelewe katika wokovu tu. Basi tafuta kanisa, kajitambulishe, kanisa ambalo linakiri wokovu. Lakini wewe ambao uko hapa mjini, tafadhali, popote pale ndani ya mji, hebu ninakukaribisha kanisa la Calvary Assemblies of God Macedonia Mission Center, lililopo hapo Kisasa C Center. Hapa nitakutajia paka namba za simu, hata namna ya kufika. Nakukaribisha sana. Ndio, watu wengi wamekuwa wakisafiri wakija. Watu kutoka Vyeyula wamekuwa wakifika. Watu kutoka Nsarato, watu wa kutoka Nkuhungu wamekuwa wakija. Ndio, wanakuja. Hivyo, watu wanatoka maeneo mbalimbali wanasafiri. Ndio, watu wa kutoka Nzuguni wanakuja maeneo mbalimbali. Inawezekana. Kama unaweza kusafiri kilomita kadhaa kwenda hospitalini, watu wanatoka maeneo mbalimbali Dodoma wanaenda UDOM. Sasa kwa ajili ya Benjamin Mkapa pale katika hospitali ile kubwa ya rufaa. Sasa ni rahisi sana kwenda kwa mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo nakwambia, njoo pale Kisasa. Hapa mjini popote panafikika. Fika pale ili tuweze kumtukuza Bwana, lakini kupeana mafundisho ya kusaidiana katika namna ya kuishi ndani ya wokovu. Karibu sana. Lakini baada ya tangazo hili niseme tu kwamba vipindi hivi vinaandaliwa na kanisa la Calvary Assemblies of God Macedonia Mission Center. Kanisa hili liko Kisasa C Center. Kufika kwake ni rahisi sana. Chukua daladala yenye mwelekeo wa Kisasa mjini au mjini Kisasa. Kwa hiyo wewe unatoka mjini sasa, anzia mjini mwelekeo wa Kisasa. Mwambie kondakta wa daladala akushushe Kisasa Sheli. Pale Kisasa Sheli ukishuka, vuka barabara. Upande wa pili wa barabara, chukua bodaboda. Mwambie nipeleke Calvary Assemblies of God kwa mchungaji Vincent Malenda. Vincent, usahau hilo, andika pembeni, Vincent Malenda. Basi bodaboda na kuchukua, mkiwa mnaingia hapo Kisasa, moja kwa moja na barabara ya lami. Mbele kabisa utakuta barabara ya lami ina mzunguko wa C Center. Basi mtapita mkono wa kulia katika ule mzunguko. Kwenye ule mkono wa kulia mbele utakutana na shule ya zamani ya Doleta, lakini unapozunguka utakutana na makutano ya barabara. Barabara hii ya Shoppers inakwenda 88 na hii ya mzunguko ikiendelea. Hapo njia panda utaona pembeni kuna kanisa kubwa la bloku limejengwa na kupauliwa kwa mabati mekundu ya msauzi. Hapo ndio tupo. Hapo tupo. Kwa hiyo hapo ingia. Na nje hapo utakuta bodaboda ziko pale zimepaki kwa ajili ya kusafirisha abiria. Sasa hao bodaboda wamepaki kwenye eneo la kanisa hapo. Kuna na mti uko pale, lakini linaonekana kanisa kubwa liko pale peupe. Basi hapo tupo. Na nikwambie tu kwamba ibada zetu ni kama ifuatavyo. Siku ya kesho kwamba ibada ya kwanza inaanza saa 1 kamili mpaka saa 3 kamili. Hiyo ni misa ya kwanza. Lakini misa ya pili inaanza kuanzia saa 4 mpaka saa 7:30 mchana. Na kwenye ibada zote hizi mbili maombi na maombezi yapo. Lakini pia tuna kwaya takribani 5, kwaya kubwa ambazo zimerekodi na zinatumika. Lakini pia tuna kwaya za waimbaji binafsi. Kuna vitu kadha wa kadha. Hebu jitahidi Jumapili hii ya kesho, fika bila kukosa, na hakika utafurahia sana kuabudu pamoja nasi siku ya kesho. Yumkini wewe ni mwanafunzi wa vyuo vikuu. Tuna huduma ya kuwafikia wanafunzi wa vyuo. Tafadhali, na tumeanza na chuo cha UDOM Dodoma University.
Hawa wanafunzi wa vyuo tunatoa usafiri. Usafiri wao unawasaidia kufika ibada ya kwanza, misa ya kwanza. Basi linaanza asubuhi sana kwenye kitivo cha tiba pale kama Benjamin Mkapa Hospital. Pale tiba, basi linaanza pale, likitoka pale tiba linaenda Koedi. Likitoka Koedi napita katikati hapa. Kwa hiyo wale wote wa social informatics wote nakutana barabarani, gari inawapitia, basi linawapitia. Boni kuombe kesho kuanzia saa 12 jitahidi kuwa barabarani mwanafunzi wa UDOM kwa ajili ya kuchukua na basi. Utaona likiwa na bango la Makedonia Kisasa, Makedonia Kisasa CAG, Makedonia Kisasa CAG. Unasimamisha basi hilo, unaingia, utafika kanisani. Na huduma zingine zote, wewe usafiri wa wanafunzi ni bure kwenda na kurudi. Lakini pia naomba nikupe namba ambazo utapiga, na utakapokuwa umepiga basi utapokea na kukufanyia huduma. Utapiga namba 0755 39 20 13, 0755 39 20 13. Mara ya mwisho ni 0755 39 20 13. Asante sana, mpaka wakati mwingine tena, kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Ni mimi mchungaji, ndugu yako, rafiki yako, mchungaji Vincent Malenda, Calvary Assemblies of God, Makedonia Kisasa. Karibu sana. Amen.